Yo, what up people, it's a homeboy OG kutoka 254. Na leo bana nimeamua ni wa-invite baadhi ya marafiki zangu, baadhi ya ndugu zangu tuje tuzungumzie hili swala la economy ambayo watu wanaizungumzia sana upande wa Kenya, na swala ambalo lina affect sana pande zote, watu ambao wako Kenya na watu ambao wako diaspora. So mtapata mabrother wawili ambao wako diaspora pia watanielezea mitazamo yao, vipi mgomo ama ya economy ina affect. Na at the same time nimepata brother mmoja pia kutoka Kenya, atatuelezea pia kitu kimoja ama viwili vile ambavyo wanapitia yeye mwenyewe katika situation ambazo zinaendelea saizi upande wa Kenya. So acha ni muinvite so now invite my brother hapa Zuberi Busy Babylon. Alafu tuko na Naomi hapo Rainhood kutoka Rainhood. Moja pia kati ya washikaji ambao watakwenda kutuelezea kitu gani ambacho tunakipitia. Kuna brother mmoja hajaingia but let's hope soon atatujoin pia. So karibuni sana mabrother kwenye session ya leo bana, na leo tutakwenda kuzungumzia strike ama tutakwenda kuzungumzia migomo ama in general economy ambao imechukua headlines sana hizi wiki za karibuni hapa zilizopita. Namuona brother Amiri pia anajiunga na sisi hapa, tutakwenda kuzungumza. So vitu ambavyo vinaendelea sasa hizi ni vitu ambavyo of course vina affect both side. Watu ambao wako Kenya na watu ambao hawako Kenya. Kwa lugha nyingine anasema watu wa diaspora. So niko na mabrother hapa, kuna brother wangu Zubair, alafu niko na somo wangu Omi, alafu niko na ndugu wangu pia hapa Amso ambaye yuko Kenya. Wawili hao wako pande za diaspora huko, watakwenda kutuelezea pia effects za economy ambazo tunaziface watu wa diaspora, na at the same time brother wangu ambaye yuko pande za Kenya, yeye atatuelezea pia changamoto kama hiyo wanapambana nao vipi wakiwa kule kule Kenya. So karibuni sana mabrother. Nimkaribishe mwanzo hapa mwanangu Zuberi Busy Babylon aweze kujitambulisha tu kwa kiudogo, yani kiufupi, alafu tuendelee kupiga mastori. So karibu sana brother Zubeiro. Shukran sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majina naitwa Zubairi Idi. Mimi niko Gulf, tuangaikia kurekebisha maisha nchini Kenya. Shukran sana. Safi sana na brother Omi, tupige intro naye kidogo tu kiufupi. Mambo watu wangu. Assalamu alaikum kwa ndugu zangu Waislamu. Mimi sasa niko huko Qatar. Tunasukuma maisha bwana. Tumetoka Kenya tumekuja huku kusukuma maisha. Yeah. So karibu sana na bwana Amso bana, wewe pia jitambulishe kiufupi tu alafu tuendelee. Naam, assalamu alaikum. Mimi kwa majina kamili naitwa Khamis Samir. Karibu sana. Kenya. Karibu sana brother. So the thing is tukienda tu first time for kabisa Kenya bana, saizi kuna crisis ambayo inaendelea ambayo imeanzishwa na opposition leader ambaye ni Raila Odinga, na hii issue imekuwa ikigrow since ilikuwa ni maneno mpaka sasa tunaona ni vitendo, vitu vinaendelea, vitu vina happen, na effect yake sasa inaonekana sana especially pande za up countries yuko Nairobi, Kisumu na maeneo mengine. So issue vile sisi, mimi niko huko Qatar na kwa sasa naishi huku. Sisi huku tukiona kuwa the rate of the money iko high, kwamba sasa shilingi ya Kenya huku ni kama shilingi ya huku Kenya ni kama shilingi 35 za Kenya. Sisi kwa huku tunasikia raha kuwa tunaona pesa rate iko juu, kwa thamani yake iko juu, lakini inamaanisha kuwa the more the rate is going high, maisha ya Kenya kule economic inakuwa shida tupu. Sasa jambo hili
ni changamoto kubwa sana. Kwa sisi tukiwa huku twaishi huku, hatujui jinsi ya maisha yanavyopeleka watu wa Kenya. Yani kwa sasa unaweza kutuma pesa kule, kwa mfano unaweza kutumia mtu 30,000 kwa mwezi, lakini unakuta ukituma hiyo 30,000 baada ya wiki 2 unapigwa tena simu, namba bana tunkwama bana, ongeza kitu kidogo zinkwisha. Lakini sasa unapiga hesabu, hizi 30 nyingi, kwa nini kule wanazitumia? Hapo sasa kuna wakati unakosana na mwenzako ama familia yako. Kwa hivyo maandamano yakiendelea hivyo yatazorotesha, Kiswahili nasema kuzorotesha maisha kwa jumla ya Kikenya. Ndio. Kwa hivyo mimi sioni maandamano kama jambo vyema hivi. Sasa so hayo ni maoni tu, atu conclude vitu, kwa sababu sitaki wanaotazama pia waichukulie kimtazamo tofauti. Of course kila mtu ana mtazamo wake, na vile unavyotazama wewe kuna mwingine anatazama kitu tofauti. So tukubali tu mitazamo ya kila mtu. So mwisho wa siku lazima maisha yaendelee. So na Zuberi, wewe swala kama hili unalizungumzia vipi brother? Unajua maandamano nini kwanza? Maandamano ni mtu yote ana make statement. Unaona? Sasa chanzo cha maandamano ni nini? Kwa sababu economy etaje Kenya imezorota. Unaona? Kwa sababu economy ndo uti wa mgongo wa nchi, economy. Sasa economy Kenya sasa imezorota. Unaona? Maisha yamekuwa ghali, gharama zimepanda juu, lakini ukiangalia yule mtu wa chini kabisa sasa yani hali imekuwa mbaya. Wanawasaidi kama sisi tumekuja, lengo ni kurekebisha maisha Kenya. Hatukuja huku kuishi, huku tumekuja kutafuta. Sasa in terms of transaction pia, unaona? Kwa sababu kama itaje pesa ya Kenya ikishuka, unaona, huku kumbuka mishahara ni ile, unaona? Vitu vikipanda bei, sisi still mishahara ni ile. Ile transaction ambayo kwa tunatumia kurekebisha yale maisha tunayosema kule Kenya. Unaona? Sasa ikiwa kama kitu tomato ulikuwa ikinunuliwa kwa shilingi 10, sasa hii tomato iko kwa shilingi 30. Itabidi udouble ule pesa ambayo ulikuwa ukiituma mara kwanza kule. Ndio at least ifikie vile vigezo ama kufikia zile bei. Unaona? Na kadri unavotuma kule, ukumbuke huku nako hawajui, maana this is another country, wanaishi na mifumo yao. Unaona? Sasa huku unabaki katika mishahara ile lakini unique. Unaona? Uongeze yani pesa zako ili watu wa nyumbani wakidhi yale mahitaji. Unaona? Kwangu mimi kimaandamano, tusiangalie maandamano kama yanakuja kwa lengo la vurumai. Watu kwa nini wanaandamana? Unaona? Ukiwasikiza wenyewe katika hotuba zao wanazosema maandamano ni kwamba maisha hataji gharama maisha yamepanda juu, vitu sijui vimepanda bei. Unaona? Vijana hawana ajira, alafu yani mfumo mbaya wa uendeshaji wa nchi yao. Sasa kikwetu sisi yani savings zetu zinabidi zinarudi sana chini. Kama mtu kwa ukisave 20,000 utasave 10,000, ambapo kwa ukisave 10,000 atasave 5,000, ambapo kwa ukisave 5,000 ndo hapo. Unaona? Sasa kikwetu utakuwa huko yani kama tutajibia, unatoa mfuko hapa, mfuko wa shati wacha katika mfuko wa suruali. Unaona? Sasa tujaribu kuangalia, haya maandamano yanaleta suluhu? Na kama hayaleti suluhu yanaleta madhara, na kama yanaleta madhara, tunaweza kaa vipi yani tuhakikisha kwamba kila mtu anafikiwa, anaridhika. Unaona? Kwa sababu sasa hii unajua hata nchi ambazo zilianza vurugu, vitu vilianza hivi mzaha. Unaona? Wakaanza kimzaha, ilianza huko hivyo at the end Kenya kutaharibika, kutakuwa na mavurumai kila aina. Unaona? Pia itatukosesha sisi amani ya kufanya kazi, kwa sababu sisi tuna familia, kuna watu na mama zao wengine wagonjwa, watu na wake zao, watoto, ushanipata. Sasa utakuwa na vipi na raha ya kufanya kazi wakati familia yako hujui lini tunaweza wakuta? Unaona? Na ukipoteza focus kama hiyo, pia uko kwenye kazi unapoteza focus kazini, huwezi fanya kazi kwa amani. Na ukiharibu kazi huko utarudi Kenya. Ukirudi Kenya huna ajira, maana ukirudi Kenya unaanza zero, michongo yote ya kazi ya riziki nini huna. Unaona? Sasa ukirudi kule, ukirudi zero, hapo utabidi ufanye nini? Utabidi uende kwa street. Sasa kwa upande wetu sisi tunaona
haya maandamano yana madhara na labda kiupande mwingine pia yana faida. Ushaona, Mm. labda ni wakati mzuri wa serikali na upinzani wakakaa wakaelewana, wakajua kitu gani na gani kina affect kwa mwananchi, kwa sababu maandamano si ya Raila. Ushaona, nchi inavuja damu, wananchi wamechoka. Kinachoendelea sio kuhusu Raila, ushaona, bali uhalali wa maisha kwa vijana. Sasa kimtazamo wangu, yani mimi naona yana effect kwetu sisi, yanatuumiza kweli, kwa sababu yani maandamano yanavyozidi kuendelea, biashara za watu hazifanyiki, ushaona, Kweli. pesa izunguki, economy inashuka, rate huku inapanda, ushaona. Sasa kwetu ni kidogo inakuwa inatufinya sisi. Ni changamoto ndio. Na bwana Hamso bana, wewe ndio uko field kuna msemo ulikuwa unasema kwa ground vitu ni different. Sisi tuko huku la tunaona kama TV tu, tunaona kama picha picha nini na nini, lakini wewe ndio tuseme wa feel sasa ile direct compared na sisi huko. Situation yako nawe inasema vipi? Mwa handle vipi, Kiukweli ama mwa deal na vipi, mwa deal na hiyo economy vipi, ama ina affect kivipi na nyinyi watu wa ambao mko sasa kwa field yenyewe? sawa sawa, shukran sana bwana zaidi ya nusu. Kiukweli sasa hii nchi ya Kenya haieleweki, kwa sababu kila mmoja sasa hii yatafuta maisha yanayotafutwa hajulikani yako wapi, na Mm. maisha yanaharibika kwa sababu ya uongozi pia, unaona. Sasa maandamano yamekuja, hatuelewi pia, maanake ukiangalia vyakula vimepanda, mambo mengi, kila mmoja sasa hivi enda mbio na maisha. Ukiangalia Mm. mtu ambaye yuko Kenya, kuna baadhi ya kampuni sasa hii wanaamua, kama kampuni afanya biashara tuseme ya sales hivi, wanabidi Mm. labda wapunguze mishahara. Kwa sababu gani? Biashara imeenda chini. Kenya Mm. ukilala leo, kesho ukiamka kitu imepanda. Tuseme kama juzi hivi umeme umepanda, unaona. Sasa kitu Mm. kama hicho kinasababishwa na nini? Juzi umeme umepanda, kitu kama hicho kinasababishwa na nini? Ni kwa sababu ya uongozi ambao uko pale juu. Sasa uongozi ambao uko pale juu inasababishwa na vitu ambavyo wao wenyewe mpaka waangalie, wataketi chini waongelee wao wenyewe, ili mwananchi wa kawaida pia asipate shida, kwa sababu wenyewe wanasema ndovu wa yule akipigana nyasi ndo zinaumia, unaona. Yeah, kweli Sasa kabisa. juzi juzi yenyewe maandamano jana yamekuwa ile Jumatatu, madhara ya wananchi, misikiti kuchomwa, makanisa kuchomwa, kuna watu Yeah. wanapoteza uhai, Mbaya unaona. Sasa sana hiyo. itakuwa ni vyema sana viongozi wakiketi chini wao Mm. wenyewe wakaongea, wakajua vipi wanaweza kusuluhisha hili jambo. Sasa hii Kenya kiukweli maisha yamepanda sana na maisha haeleweki. Kila mmoja tafuta maisha yanayotafutwa hayaonekani, kwa sababu sasa hii vijana wingi hawana kazi, unaona. Sasa Yeah. mtu ile kuandamana, watu wanachukua pia advantage. Kwa sababu Ndio. gani advantage? Kwa wengine watatumia maandamano kujifaidisha wenyewe, labda kupora mali, unaona, na wengine Kweli. watasababisha labda kufanya uharibifu wa mali. Kumbuka kuna mtu anafanya biashara yake ya kawaida, yeye anategemea labda kuuza mboga, kuuza vyakula ili apate chakula chake cha siku. Sasa Ndio. maandamano kama yale yakiwa, kimtazamo wangu mimi Mhm. sichukulii kama ni suluhisho, kwa Mm. sababu yule atasema kesho tuandamane, Jumatatu na Alhamisi tuandamane. Ukiangalia mwanamcha bodaboda atafanya nini? Na ukiangalia mpaka amke asubuhi afanye kazi yake ndo apate chakula. Lakini Mm. sisi twashukuru Mombasa, si sana tumekuwa affected na maandamano, lakini nchi Mm. kama Kisumu, Busia ndo mahali ambapo maandamano yameathiri kiukweli, na itakuwa ni vyema kama nchi wakuu serikalini Mm. wakiketi wakiongea, tukiangalia suluhisho, basi nchi itakwenda vizuri. Manake navyosema wenyewe, gharama maisha imepanda, Kweli. na wanaweka shutuma zote kwa rais ambaye yuko mamlakani kwa sasa. Unaona, wengine Kweli. wanasema yeye amepatiwa nchi ikiwa ni skeleton, unaona. Kwa hivyo wanahitaji muda. Kwa hivyo hii imekuwa ni mvutano ikiendelea hivi, na kama Mm. Zubia alivyosema, imeanza mchezo hivyo, na tukiketi bila kuzungumza, bila wao kuongea, mambo mengine Mm. yanaweza yakatokea. Kweli Sasa kabisa. itakuwa ni vyema wenyewe wakaelewana, ndo ili mwananchi wa kawaida akaishi na amani pia. Na viongozi upande wa Mombasa labda lese kwa mfano wao wanaichukulia vipi? Kwa sababu ukiangalia hizi kaunti zingine ambazo zinafanya Mhm, mpaka hizi nini zinakuwa affected, ama ma riots zinatokea, most mhm, of hizo cities nitasema, kwa sababu viongozi wanajitokeza, wanajiaveli wao pia wanataka kutoa migomo,
ama wanashiriki ama wana participate kwenye hiyo migomo, ndio maana stori za migomo zinatokea, alafu mambo yanatokea. Viongozi wa Mombasa ni vipi? Wao pia wameamua bora tunyamaze, kwa sababu tu wanajua badala la Mombasa huwa si la kitoto. Watu huko huwa wakipiga rausi huwa ni mbaya zaidi. So viongozi wameamua watumie hiyo busara hiyo ya kunyamaza, ama wao pia kuna chini chini ya maji huko wapiga kapigeni, ama vipi? How do they influence you kufanya hilo jambo ama kutokulifanya? Sasa kama alivyosema hapo awali, Mombasa imegawanyika, unaona, na sasa Mombasa wakiangalia si Mombasa kama zamani kwa Mombasa nzima watu wanasema Mombasa ni chungu, lakini sasa Mombasa si hivyo. Tuseme kama upande wetu Kunyali, kiongozi ambao yuko ni kiongozi ambao katika chama kile chengine, unaona. Sasa Ndio. kiongozi kama huyu yeye hawezi kushikilia mambo ya migomo kwa sababu yeye hayuko. Na pia viongozi, mwananchi wa kawaida tusipoangalia kwa makini, basi huenda tukapotea. Maanake hapa juzi Mheshimiwa Rais alikuja maeneo ya Likoni akafungua kiwanda kile cha gesi, na ukiangalia labda viongozi wote walikuwa wakaongea, wakacheka, wakawa pamoja, alafu mwisho wa siku tunaambiwa maandamano. Tunashangaa maandamano vipi? Na ukiangalia viongozi hao wanaketi Kweli, pamoja. that's true. Unaona viongozi hao wanaketi pamoja. Juzi walikuja wakafungua kiwanda cha gasi, tena anamuita Mheshimiwa Rais, ni vizuri umekuja huku, ni vizuri. Sasa ukija ukisikia kama vile sijui kiongozi wa Likoni na kiongozi wa Nyali wako katika mwelekeo mzuri, hiyo mwananchi wa kawaida kama hutatumia busara zako huenda ukapotea. Kweli Naona kabisa. sasa tuseme kama Mombasa viongozi, mimi naona hawajazungumzia sana swala hili, maanake Mombasa wameamua wao waendelee na maisha, although Ambao ni kuna kitu constituencies zingine, kizuri sana. kuna constituencies zingine kama hivyo nilivyokuambia Changamwe, wao bado, lakini sio sana kama uko Busia na kwengine. Uongozi wa Mombasa mimi nampatia pongezi Mheshimiwa Abdulswamad kwa sababu yeye amejitahidi sana. Atakuwa katika kumkaribisha kiongozi wake wa chama akija Mombasa, wataongelea kuhusiana migomo. Baada ya Ndio. hapo yeye anachapa kazi. Basi, yani hiyo ndio inahitajika mwisho wa siku, kwa sababu endelea bwana Omar. Kuongezea hapo, tunampa hongera sana bwana Abdulswamad, sio? Yeye si mchochezi, ushanielewa? Kweli. Hakuwa kama wale viongozi waliopita kuongeza chumvi. Maanake Mombasa, tujijua Mombasa bichi letu lile, watu wanasubiri tu kutiwa chumvi ama kuanzishiwa, waanze wafatilizie mkono. Lakini naona safari hino, we pray for that, kutulia hivyo hivyo, watu endelee na biashara zao ndogo ndogo za kujikimu kimaisha. Kwa hivyo we give a big up, na tuseme big up kwa sababu ati kuwa tunampongeza hata wale wengine, ni kuwa pia yeye si mchochezi. Kweli. Shaelewa, si mchochezi, na pia yeye ani wafanya kazi yake ameona ili jambo hili mwanzo tulinyamazie, tuliangalie. Kama ingekuwa kama ni wale wa zamani wangekuwa wanachochea, bwana ni hivi, bwana ni hivi, watu ndio watu wangoja tu wakubwa. Ukiwa mkubwa, sisi Waislamu tunaamini ukiwa kiongozi katika mwisho wa siku utaulizwa uongozi wako umetengeza vipi, umeelekeza watu vipi. So ili jambo la kuwa kiongozi, you have to be very careful, leo na kesho akhera. So mimi na big up sana huo kiongozi wa Coast, aendelee kukaba hivyo hivyo na tuangalie. Na pia jambo lingine, mimi kila mtu ana mtazamo wake. Mimi tukisema tuangalie miaka miwili ama mmoja uliopita, miaka miwili tuseme, kabla mheshimiwa hajaingia kwenye kiti bwana Ruto, maisha economic ilikuwa vipi? Unga ulikuwa kwa bei gani? Mafuta ilikuwa bei gani? Lazima uangalie the root of this economic kwa high. Kimtazamo wangu mimi, katika neno zangu, naona ni kuwa vita va nchi zile zingine kule Ukraine na ninio za mafuta ndo zimeanza, hiyo ndo
tatizo lilipoanza dunia nzima, mafuta kwa juu. Sasa kuna nchi zingine zikashikia hapo, vitu vimpanda juu zikashikia hapo, Sio Kenya peke wakaanza yake, kupandisha sio Kenya vitu, si peke yake. Kenya peke yake. Zile vita zili affect countries nyingi sana all over the world. Kwa hivyo watu wakiona nini, wakifikiria vizuri watajua si maisha ya Kenya aliyopanda peke yake, ni maisha ya kila nchi. Lakini tuangalie huu bwana ameshika msikani. Watu wasema maandamano kwa sababu ya economy, unga uko juu, sio nini. Ukiangalia sana haya maandamano kwa sababu ya vyakula kupanda bei, ama kuna ajenda zingine. Lazima watu wakae wajifikirie. Kweli kabisa. Ushaelewa? Kwa sababu vyakula pia havijaanza leo kupanda. Havijaanza leo kupanda. Maana mimi tukipiga mahesabu tunavyozisikia watu wanasema unga ulikuwa 200 na kitu, lakini sasa umeshuka kwa 100 na kitu. Kwa hivyo ukiangalia pia alipoingia kwa madaraka alisaidia kushukisha. Ndio. Kwa hivyo mtu kabla hujajiingiza katika hiyo mkondo wa kufuata watu, siseme mtu asiingie kwa maandamano ama maandamano hayafai, lakini ukiingia ujue umeingia kwa sababu gani. Ndio. Unga umeshuka kiasi fulani. Unga huwezi kushuka kama bei ya miaka 5 iliyopita ama 4 ati iwe 70 ama 80. Kwa hivyo lazima tuangalie. Mimi na big up sana watu wa Kenya na kwa jumla pia Coastal Region ilipotulia na zingine Lamu wapi na huko juu watu wafikirie. Kama watu waandamana because of the unga, waangalie nini wanaandamana nayo. Is it a political agenda? Is it what? Tuangalie pia. Na hii kitu I think comedian Ergo Mondi amekuwa akifanya, sema kuna wao walikuwa wakimcriticize nini, but now tunaona wao pia wanaifanya the same thing, lakini sasa yao inakuwa na riots sana. Sasa Zuberi, labda ukiangalia what can make these things right, yani kitu gani ambacho kinaweza kufanya hivi vitu vikawa sawa na at least yani hali ikarudi, hata kama sio kama ilivyokuwa, lakini kidogo iwe reasonable, watu waweze kuisustain, yani iwe sio nzito sana kwa mwananchi wa kawaida. Kitu cha kwanza ni hao wakubwa wakae kuelewana. Hicho ni first. Ushaona? Wajua once ukiwa leader yatakana utoe ile pride kwamba mimi ni leader. Unaona, utoe pride ulete proud. Ushaona? Sasa ni leaders wakae chini waelewana, kwa sababu kwanza au juu kwa juu wao kwanza kitu chao kikubwa sana ni madaraka. Ushaona? Kitu cha pili, hakuna kitu za mwelezea mtu ambaye ana njaa. Siku zote mtu yote mwenye njaa ni hakuna venye mtaongea mtaelewana. Ushaona? People are hungry na people want to eat. Ushaona? Na hii njaa ambayo inaletwa kwa watu ni kwa sababu ukiangalia majority ya watu ambao wanatana katika hizi maandamano ni youth. Ushaona? Youth wanakuwa affected mahali pakubwa sana. Sasa how jamaa ni kwanza kuangalia ni how they can help this youth kwa kupata kazi. Ushaona? Kupata kazi you cannot employ kila mtu. Na ukiangalia kama yani kila county inayotoka utapata kama kuna county ambazo wao wanadili sana na mambo ya mifugo, sio chakula, mambo ni na agriculture. Unaona? Kwa sababu sasa hivi Kenya chakula kingi sana, vitu vingi sana Kenya wana import. Sana mpaka mahindi, utasikia sijui mahindi yatoka Congo, sijui nini, wakati Kenya tuna land iko green na inaweza kuproduce hizo vitu. Unaona? Sasa wanafaa watoke, instead of talking wa invest. Unaona? Wa invest kwa hizo mambo na vyakula, unaona, wa invest katika mbolea. Tukisema sijui economy imepanda kila mahali ukanahitaji uchumi umeharibika. Unaona? Lakini how can you adjust? Unaona, uwezi kaa ukasema uchumi umeharibika alafu ukakaa. Lazima ujue flexible. Okay, ukikwama hivi tunafanya vipi? Kwa sababu kesho na kesho kutwa utasikia wabunge wanalalamika mishahara. Wao wataka kuongezwa mishahara. Lakini mwanamke wa chini yeye anaishi kwa kawaida. So conclusion yako tukijaribu kwa muda, conclusion yako labda kwanza ushona watoe pride walete. Ushona? Pili, unemployment. Ushona? Inakuwa source kubwa kwa sababu ni kitu rahisi sana kwa kiongozi. Ushona? Yani
kumrecruit ama kumjaza mwananchi ambaye ana kazi atokende akafanye fujo. Cha tatu ni njaa, kwa sababu ukiona njaa alafu kiambiwa bana hakuna chakula tuandamaneni, watu wanatoka. Sasa wengine Ndio. wanachukua opportunity kweli, hatuna kazi, hatujui tutakula nini, tunatoka, tumeona duka wanavunja, wanachukua, wanaiba. Kitu ambacho Ndio. kimefanya fanya nini? Ni njaa. Nchi zingine si tunaona maandamano bana, wapi etaje, nchi zilifanya maandamano, uone duka la mtu Ya, limevunjwa, Nigeria watu huko wanafanya nini? visa. Ya. Wanafanya visa. Lakini kukiwa na njaa, ushaona watu wenyewe Iko kwa issue. wenyewe pia wanatiana ile moto, bwana tufanyeni. Kwa sababu gani? Njaa. Sasa njaa etaje, majigambo na ukosefu wa ajira tu basi. Yeah, alright. So bwana Amso, wewe unafikiri labda pande za kwenu, kwa sababu mi naamini wewe ndio unaifeel sana hii situation compared na sisi. Wewe unadhani labda kiharaka haraka, mi najua wewe ni mtu na familia nini na nini, unahisi labda vitu gani kidogo ambavyo viza vikafanyika vika cool down hii situation ambayo endelea? Hapa kitu ambacho kinaweza kufanyika ni wakubwa waketi chini waongee, kwa sababu wao wakiongea wananchi wa kawaida wataishi vizuri. Wao ndo wanatoa go ahead, tuandamane, watu wanaandamana. Na vile vile kitu kishatokea, tuseme kura zilipigwa, unaona, zikaisha, watu wanaangalia maisha baadaye. Kwa hiyo kama ilipita, kura ishapita, haina haja sijui maandamano, sava zifunguliwe, unaona, tuangalia kesho itakuwaje. Na kama wataka kitu ama cheo, kwa mwazi waketi chini wao wenyewe waongee, watajua vile watapangana, kwa Kweli. sababu wao wenyewe kwenyewe wanataka bado ya madarakani. Unaona, madaraka haji hivi hivi, ni mwananchi wa kawaida apige kura alafu wewe upate. Ukikosa next time utajaribu tena. Sasa kama Ndio. kuna kitu anataka mmoja, labda hajaridhika na mwingine, atumie njia za haki na njia ambazo ni sahihi kwa kila mmoja, ataziridhia. Na jambo la pili pia vile vile, kama alivyosema, njaa kweli iko Kenya. Unaona, yule aliye madarakani sahii ajue ni opportunity gani atazitumia ili yule mwananchi wa kawaida pia angalau apate chakula cha siku. Unaona, kwa sababu ukiendapo utapata chakula cha siku, haina haja hata savings wala nini, basi maisha yatakuwa ni mazuri. Na pia ikiwezekana gharama za mafuta, gharama za umeme zishuke, hiyo nafikiri itakuwa kwa inasaidia. Lakini pia kila kitu akiji paka muda, Ndio. tupeane muda tufanye kazi, vitu vyote Ndio. viweze kuja kwa wakati, na aliye madarakani lile ambalo ana uwepesi wa kulifanya na kufaidi wananchi, basi alifanye, asiliketi akalingojea. Mimi yangu ni hayo peke yake. Amazing. Na bwana Omar, tukimalizia, wewe unafikiri labda maoni yako ama kiharaka haraka tukiangalia, mimi niko sure wakifanya hivi na hivi na hivi hizi issues za cool down. Mtazamo wako wewe unalizungumziaje labda, ama unaona wafanye nini kupoozesha hii rabsha ambayo endelea? Mi kimtazamo wangu ni hao wakubwa ndio walivyoanzisha, kwa hivyo wao ndio watayastopisha. Maanake huu mkubwa ndo aliamka akasema Jumatatu maandamano na watu Ndio. wakafuata. Kwa hivyo mimi na believe akisema leo ndo mwisho wa maandamano watu wataacha, lakini pia hivyo haezi siwezi kumsemea, lakini mwito wetu na mpaka waona viongozi wa dini wanajaribu kusema waongee. Na kule tukiangalia mheshimiwa anasema huyu jamaa yake ni nusu mkate. Sasa hapo ndo kuna utatanisho, lakini pia kama bwana Misa alivyosema, this is a long process, this is a journey. Sasa huyu mheshimiwa rais amechukua kiti chake tu mwezi wa 9. Tukiangalia mwezi wa 9 mpaka sasa hii miezi 6, miezi ninio watu wanaandamana. In a good opinion wangemuacha akaangalia within 1 year amefanya mambo gani, aliyoahidi alifanya, amekwama wapi, wao wafanye kama kumnyorosha. Wewe ulisema utafanyia watu hivi, lakini unajua uongozi bora unapimwa katika siku 100. Zile siku za kwanza 100 zitadetermine ataje uongozi wako utakwenda vipi. Lakini ukiangalia uongozi toka waingie, ushaona kwa sasa ni uongozi umejaa chuki, fitna, roho mbaya na wivu. Pande zote mbili. Sieti kwa Ruto, si kwa Raila, kwa sababu ukiangalia Gachagua akisimama akiongea, yani
anaongea, si eti yongea kama kiongozi, huongea kama Sawa chuki. Mpaka sawa, kuna gavana Nairobi alikuja akamwambia bana, wewe si vice president wa kabila fulani ama sehemu fulani, wewe ni vice president wa Kenya nzima. Ukisimama ukiongea unaongelea taifa zima, uongelei sehemu fulani. Sasa ni ile chuki waitoe kati ya upande huu na upande huu, wamweke mwananchi wa kawaida kwanza, alafu wao matakwa yao baadaye. Hicho ndio kitu muhimu zaidi, wafaa wafikirie na wawazi. kweli Lakini kweli, kuongeleshana, hiyo huwa ni kweli wakiongea hivi kabisa. wajibizane hivi, haiwezekani. Uh, Ushaona, kutia ukumbuke maneno ni mwananchi ya alomweka pale ni mwananchi, na pia kweli, kutia wananchi maneno wenyewe ya chuki huenda ni wakawa mbaya sana. sababu ya maisha yakawa magumu, na mwananchi mwenyewe ndio huwa sababu ya maisha kuwa mepesi. Hii yote inalitoka nini? Ulivyokuwa unamchagua mtu ulijiuliza, je, kitu fulani na fulani fulani ana uwezo wa kufanya? Ikiwa ana uwezo wa kufanya, mchague. Lakini sasa sisi wananchi wenyewe pia inakuwa chanzo, kwa sababu sisi tunachagua watu kwanza, ule yule mtu fulani, ama etwaje, kuna marupurupu tumpewa, ushaona, ama namsikia ama namchukua huyu na ataje namchukia huyu. Wingi wetu huwa hatuchagui mtu kwa sababu Ya tunataka sera maendeleo, zake huwa tunachagua kweli. Sauti yako Zuberi Sikusikii, haitusikii. sikusikii Zuberi. Sa- Sauti yako Zuberi Wacha haitusikii bwana. wacha mimi ni take over. Uh, angalia bwana Jaribu. Omari, wale andamana. kweli hapo namuunga mkono bwana Zuberi, lakini pia tukiangalia tusipuuze huyu rais aliyofanya. Kuna mambo ameshafanya aliyopromise, kuna mambo pia Kenya alipromise upande wa Mombasa ameyafanya. Kwa hivyo pia tusijudge sana. Mimi kimaoni yangu, yani wangemuacha kama mwaka alafu wakamjudge. Mimi naona is very simple because kuanzia mwezi wa 9 mpaka sasa it was very that is my opinion. Jambo lingine ni kuwa hawa watu ni kama hawataka kusikilizana. Ushaelewa? Right. Ni watu ambao wameshakuwa marafiki. Huyu ashakuwa vice president wa huyu ashakuwa mdogo wake huyu. Sasa ni watu ambao wanajuana. Ndio. Maana sisi ndio tutachezwa shere, lakini wao ndio wanajuana kiundani. Wanajuana. Hata ukisikiza mheshimiwa rais yosema mimi najua unataka nini, lakini hapa kwangu no way, siwezi kubali. Huyu mwingine anasema yule mwingine wakifu watapeana mikono wakikutana. Huyu mwingine anasema yule mwingine anatuongelesha sisi kijeuri. Sijui nini. So wao wenyewe wanachukua personal agendas, wanarushikiana ambazo Wakenya hawaangalii. Ingekuwa angalia hawa watu kumbe wako wenyewe kwenyewe, waacheni wamalize wenyewe kwenyewe. Sisi tu strike, lakini tu strike kwa njia fulani inayofaa. Yaani ndio kitu ambacho naomba wenzetu wafanye hivyo. Kama wastrike kwa mambo kadhaa ambayo nchi alisema atafanya kiongozi Ruto hajayafanya, ndio tunastaki na mambo haya. Lakini siwachoshe sana. Mimi na appreciate jamaa sana, siwachoshe sana. La mwisho kidogo kabla tumalize. Ndio bwana. Kikweli unajua wao viongozi wanatakana pia wajue wao ni kina nani katika jamii. Unajua the moment kiongozi ukisimama ukiongea maneno machafu, kuna yule atabeba kwa mtazamo chanya na kuna mwenye atabeba kwa mtazamo hasi. Kwa mfano hivi juzi Jumapili kuna kiongozi aliketi makanisani akaambiana kwamba wewe umekuja ukavamia mali fulani, basi sisi tutakuja tukavamia. Na tukiangalia juzi tuliona kweli shamba lilivamiwa la Uhuru, na tukaona kweli kampuni ile ya gesi ilivamiwa. Kwa hivyo hii ina maana kwamba viongozi pia kauli zao waziangalie, unaona, kwa sababu hauwezi jua unachokiongea kitakuwa vipi. Na leo naibu rais pia ameongea leo, amesema kwamba huyu Raila yeye anatufanyia hivi na hivi, amwambie Uhuru tulimfanyia nini, asicheze na sisi. Sasa unaona kauli kama hizo pia kwa mwananchi wa kawaida akizibeba, na mwananchi ambao katika upinzani pia iketi vizuri, pale mazidi na chuki. Kwa hivyo viongozi pia tujitahidi, angalau tunaposimama pale mbele tukue na kauli ambazo zitakuwa zinafungua mtu akili, kauli ambazo zitanyorosha mtu, kauli ambazo zitaongoza mtu vile vile.
Ndio. Hiyo ni powerful Bro, sana. Hiyo ni katika maisha powerful. kuna vitu vitatu muhimu lakini vinazidiana. Unapoomba Mungu jua unakiomba kivi. Kuna kitu kinaitwa utajiri, kuna kitu kinaitwa mafanikio na kuna kitu kinaitwa thamani. Watu wengi sana huomba utajiri na mafanikio, lakini usahau kuomba thamani. Sasa katika hao viongozi wasile sifa, wasijichukulie kwamba utajiri na mafanikio kwao ni muhimu sana wakaishinda thamani, kwa sababu usipothaminika kwa watu huwezi aminika. Sasa ni wao wenyewe kujenga thamani kwa watu. Ni haya Ndio. tu. Amazing. Powerful sana hiyo brother. Na mambo ni mingi, opinions zinakuwa nyingi, na tukianza kuzungumzia hili swala basi tutaongea leo mpaka kesho kutwa. Mimi na appreciate sana ma brother bana kwa kuja tukapiga one two. And of course mimi najua kabisa kuna watu wengi sana wana mambo mingi ya kuzungumza, ni ile hawajapata platform na pia hawajui labda watayaongelelea wapi. So sisi tuko hapa kujadili, kuongea kama wananchi na pia kujaribu kubadilishana mawazo. Pengine tunachokizungumza hapa kinaweza ikambadilisha mtazamo yule ambaye yuenda yuagoma, yuenda yuastrike, yuenda yuharibu vitu mitaani kule. Kidogo kabla aende na yeye atakuwa yajifikiria, je, hivi ninavyoenda kuvifanya ni sawa ama sio sawa? Na wale ambao wanatuangalia, kama una chochote labda ambacho unahisi unaweza kushare labda na watu wengine ambao wana face hii situation especially Kenya, unaweza kuachia maoni hapo kwenye comment section of course, na tukaendelea kushauriana yale ambayo yanafaa kufanywa kwa wakati kama huu mgumu ambao sisi wa Kenya kwa ujumla tunaupitia. So mimi na appreciate sana bana my brother, na nashukuru sana, yani it's been a good conversation, imeenda poa, na tusemeni Karibu bana sana. tu bana, usiku mwema na muwe na Ramadhani karimu, na inshallah kesho ama kesho kutwa inshallah nikiona jambo ama nikiona kuna kitu ambacho nahitaji kujadiliwa mtawacheki, na in case kuna mtu mwingine yote labda ana kitu chochote kile cha ambacho tunajisikia azungumze na sisi still bado kuna room, kuna vitu sisi tutavijua, kuna vitu hatuvijui. Anyone ambaye atakuwa na kitu ambacho hatukijui na ama hatujakizungumza kwenye nini hapa, anaweza shuka kwenye comment hapo akatuelezea, then itakuwa vizuri zaidi. So asanteni sana bana my brother. Asante sana. Asante. Ndio.